Mwokozi. Sasa mwambie ulipoangikwa pale mtini, ulipoangikwa msala, tusamehewe, nisamehewe tulio dhambi, taji ya miba, taji ya miba ulioi sasa. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Yesu tunakupenda. Yesu tunakupenda. Bwana tunakupenda. Mwokozi tunakupenda. Kazi ulioifanya msalabani ya kutukomboa sio ya kawaida Bwana. Hebu mtamkie maneno mawili matatu. Sasa sasa Bwana, sasa Bwana, sio kesho, ni sasa. Nakupa moyo wangu, Kuna neno hili limekuja maoni mwangu. Unatakiwa umpende Yesu kuliko muujiza. Makofi kwa Bwana Yesu. Na hili neno limetoka kwa Roho Mtakatifu. Unatakiwa umuonyeshe upendo kuliko fedha, unavyopenda fedha. Muonyeshe Bwana upendo kuliko unavyopenda mshahara. Muonyeshe Bwana upendo kuliko cheo. Muonyeshe Bwana upendo kuliko muujiza. Ili Bwana akutendee, lazima awe na uhakika na pendo lako kwake. Unaweza kuketi. Hakuna kingine zaidi ya kumpenda Yesu. Amen. Hakuna kingine zaidi ya kumpenda Bwana. Na kitakacho tutofautisha mbinguni, kitakacho tutofautisha kati ya mhubiri mmoja na mhubiri mwingine, ni namna unavyompenda Bwana. Kitakacho kutofautisha kati ya kiongozi wewe wa sifa na kiongozi yule mwingine, sio sauti, sio kuimba zile za juu au kuimba za chini au za katikati, sio madoido. Ni namna unavyompenda Yesu. Neno lako litakuwa na nguvu na matokeo makubwa katika ufalme wa Mungu kutokana na namna unavyompenda Yesu. Udaktari wako utakuwa ni udaktari wa tofauti kutokana na namna unavyompenda Yesu. Umeelewa hilo neno? Bwana atusaidie kulielewa neno lake. Amina. Kwa majina naitwa Gabriel Nyenye. Hayo mengine ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Hayo mengine ya mtumishi ya nini, hayo yote ni utukufu wa Bwana. Amen. Majina yangu mimi ni Gabriel Nyenye.
ni mzaliwa wa hapa. Hapa niko nyumbani, niko kwa wazazi wangu. Hawa wote wazazi wangu, hawa wote hawa wazazi wangu, wote hawa wazazi wangu, wote hawa wazazi wangu. Wananijua, wengine wako hapa wamenichapa nikiwa mdogo, wamenionya. Leo hii nakaa nasimama madhabahuni na wao wanakaa wananisikiliza. Kama si Bwana Israeli na aseme sasa. Hakika ni Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu aheshimiwe. Yesu aheshimiwe. Nasema tena, Mwokozi aheshimiwe. Kazi aliyoifanya si ya kitoto pale msalabani, aheshimiwe. Bwana ni mwema. Makofi kwa Yesu Kristo, aheshimiwe. Bwana apigiwe makofi. Bwana apigiwe na vigeregere. Bwana apigiwe makofi na vigeregere. Yesu, haya makofi tunakupigia wewe Bwana. Yesu, haya makofi tunakupigia wewe Bwana. Utukufu ni wako. Heshima ni zako. Wewe ni mfalme. Bwana wa Alfa. Umetukuka. Wewe ni mfalme. Tena Bwana. Oh, hakuna Amen, 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 amen. Amen. Kuna mahali unasikia udhaifu katika mwili wako? Kama unaumwa, simama juu. Alfa na Omega. Ukishasimama weka mikono pale mahali penye udhaifu. Na Omega. Umetukuka. Wewe ni mfalme. Au kuna mtu ndugu yako anaumwa, unajua anaumwa nini? Simama kwa niaba yake. Hakuna kama Mungu. Sasa wengine wote tufumbe macho. Anayeponya ni Bwana. Anayeponya ni Yesu. Anayeponya ni Mwokozi. Anayeponya ni Simba wa Yuda. Anayeponya ni Bwana. Inua mikono yako juu wewe uliyeketi. Yesu unaponya. Baba, hawa watoto wako wamekuja mbele zako wakiwa na udhaifu katika miili yao.
Katika jina la Yesu Kristo ninaamuru magonjwa na udhaifu katika miili hii kwa jina la Yesu Kristo. Hama kwenye kichwa, kwenye ubongo, kwenye mishipa ya fahamu, kwenye macho, kwenye masikio na mfumo wote wa masikio, macho na mifumo yote ya macho, kwenye mishipa ya fahamu inayotelemka kwenye uti wa mgongo, kwenye pingili za uti wa mgongo, kwa jina la Yesu zikasikie sauti ya Bwana. Aliyekufa na kufufuka ni Mwokozi mmoja tu, jina lake ni Yesu. Kwenye moyo, mapafu na tumbo la uzazi, kwa jina la Yesu, utumbo mpana na ule utumbo mwembamba, kwenye ini, kwenye figo, kwa jina la Yesu, mfumo wa uzazi vikapokea uzima. Magonjwa yote kwa majina yake hayalipiti jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote, kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kipepo, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kutengenezwa katika ulimwengu wa roho, magonjwa ya kibinadamu, kwa jina la Yesu Kristo, toka, hama, toka, hama, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, apokee uzima. Moto, moto, moto uwakao, moto ulao, 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 kwa jina la Yesu, apokee uzima kwa jina la Yesu Kristo. Moto ulao, moto ulao, moto ulao, kwa jina la Yesu Kristo, apokee uzima kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu. Katika jina la pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu Kristo. Santes, santes. Pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu Kristo. Bwana anatenda, Bwana anafanya, Bwana anatenda, Bwana anafanya, Yesu anatenda, Yesu anafanya. Yesu anakupenda mama, kupenda mama. Anatenda mama. Pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu Kristo. Yesu Kristo.
Katika jina la Yesu, pokea uzima kwa kupigwa kwake Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Naweza mbarikiwe, praise team. Napenda kumwabudu Mungu kuliko kuhubiri. Hili neno huwa nalizungumza sana. Napenda kumwabudu kuliko kuhubiri. Maana kuhubiri kutakoma. Kuimba tutamsifu kule juu. Amen. Kule juu tutamwabudu. Jana tumeanza na semina yetu. Neno linasema hatimaye. Amen. Hatimaye. Hatimaye Bwana amekuponya. Hatimaye Yesu alisema imekwisha pale msalabani. Finally. Bwana amenipa neno hili na ujumbe huu kuja kuuleta kwako. Kwamba finally, mwisho wa yote, Bwana atakwenda kujitwalia utukufu katika maisha yako. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10, nitaomba tusome pale. Andiko letu tuliloanza nalo semina jana, hapo ndipo tulipoingilia. Na Bwana akazungumze nasi jioni ya leo tena. Waefeso 6:10. Naomba tusome wote kwa pamoja, nitasoma alafu mtanifuata. Amen. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye Bwana anataka uwe hodari. Bwana anataka uwe hodari. Jana tuliishia hapa. Kwa nini Bwana anataka uwe hodari? Nitaanzia hapo. Kuna mambo tulijifunza jana, leo tutaendelea kidogo. Tutapiga hatua mbele, tujifunze. Kwa nini Bwana anataka uwe hodari? Kwanza tulijifunza jana, kwa jambo la kwanza, kwa kuwa Mungu wetu ni hodari. Tunaye Mungu aliye hodari. La pili tukajifunza kwamba neno lake ni hodari. La tatu tukajifunza kwamba Roho Mtakatifu ni hodari. Haleluya. Haleluya. Yeye Baba yetu ndiyo chanzo cha uhodari wetu. Anataka awe misingi, awe chanzo cha uhodari wetu. Yaani uhodari wangu katika kuhubiri unatoka kwa Baba. Cha kwanza, kwamba unapohubiri, unapotumika, hakikisha uhodari wako katika huo utumishi, namba moja ni Baba wa mbinguni. Halafu katika maneno yangu, kwa sababu analo neno lake ambalo tayari ni neno hodari na amenipa neno nilitumie.
Kwa hiyo ninatumia neno, ninatamka neno ambalo tayari lenyewe ni hodari. Ninatafakari neno lake ambalo hilo neno tayari ni hodari. Akasema neno langu si kama nyundo, je, si kama moto ulao, nyundo ivunjao vipande vipande. Kwenye Waebrania akasema neno langu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Neno hodari kabisa. Haleluya. Neno hodari kabisa. Alafu nikizungumza ili maneno yangu yawe na nguvu, maana hodari ni mtu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Maneno yangu yawe ni maneno hodari, yawe ni maneno yenye nguvu, inabidi nitumie maneno hodari kutoka kwa Baba aliye hodari. Uhodari wa maneno yangu hautatokana na ukubwa au udogo wa sauti ninayoitoa. Uhodari wa maneno utatokana na neno ninalolitumia kutoka kwa Baba. Panastahili amen hapo? Panastahili haleluya? Sema haleluya kwa Bwana. Roho Mtakatifu ni hodari. Maana alisema si kwa nguvu wala bali ni kwa. Samson hakuweza kumpasua mwana simba bila roho kushuka juu yake kwa nguvu. Roho hodari kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo wewe ukijidhania kuwa ni hodari, ili uhodari wako uthibitike katika Bwana, lazima ushuke chini. Uhodari wako ushuke chini ya uhodari wa neno, roho na Baba yetu wa mbinguni. Kama unafikiri wewe ni mwimbaji hodari, uhodari wako ushuke chini ya uhodari wa neno. Kama wewe unajidhani kwamba ni msomi hodari, msomi nguli, ili uwe hodari mbele za Bwana, uhodari wako lazima usubmit, lazima ushuke chini ya uhodari wa neno. Yaani useme hivi, wewe si ni mpiga kinanda? Sema hivi, hakuna mpiga kinanda kama Yesu. Wewe si ni mpiga solo? Wakisema unachalaza sana hizo nyuzi sita. Hakuna anayechalaza nyuzi sita takatifu. Wakisema unaimba sana, unasema hakuna anaimba sana zaidi ya Roho Mtakatifu. Unasubmit uhodari wako chini ya nani? Chini ya Bwana. Hakika unahubiri sana, hakuna mhubiri zaidi ya Roho Mtakatifu. Unasubmit uhodari wako chini ya Baba, chini ya neno lake, chini ya Roho wake Mtakatifu. Ukijiona wewe ni hodari zaidi ya Roho Mtakatifu na neno na Baba wa mbinguni, jua kwamba kwenye hiyo safari uko peke yako. Ameshakuacha. Bwana atusaidie kuelewa neno lake. Kwa nini anataka tuwe mahodari? Kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wenye mashindano. Tuko katika ulimwengu ambao uko na competition kila mahali. Ukisoma sheria hauko peke yako. Ukisema naimba vizuri hauko peke yako. Ukisema mimi nahubiri vizuri hauko peke yako. Ukisema mimi ni tajiri hauko peke yako. Mpaka Elon Musk mwenyewe bado anapambana kutafuta hela. Elon Musk nafikiri ndio tajiri namba 1 duniani, si ndio?
Ulimwengu wewe hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, sisi tunalitaja jina la Bwana, competition. Hawa wanataja bahari, sisi tunalitia jina la Bwana. Yaani kuna competition katika uchumi. Magari, farasi, utajiri na nguvu za kijeshi. Hawa wanataja bahari, competition katika miungu. Ndio maana Bwana anataka uwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Kingine, Bwana anataka uwe hodari kwa sababu hiyo nchi ya ahadi unayoiendea, hiyo Kanani yako unayoiendea, kiwe ni cheti, ni elimu unataka, iwe ni biashara, ni mafanikio unataka, uwe ni utukufu katika utumishi wa Mungu unataka kuinuliwa, hiyo Kanani unayoiendea ina watu. Hiyo taaluma unayoiendea, hiyo biashara unayoendea ina watu. Kanani ilikuwa ina watu. Na wamejenga kuta za Jericho. Wameshajiimarisha. Unasema, Bwana naomba nisaidie nifungue biashara. Kuna wafanyabiashara tayari wapo, ambao tayari wameshajenga kuta zao, zimeshaenda, wana mitaji mikubwa, wana uzoefu mkubwa, wana taaluma kubwa. Bwana mimi nataka niwe na daktari. Kuna madaktari tayari wapo, sio kwamba hawapo. Wameshajenga na hospitali makubwa. Kila Kanani unaotaka kuiendea tayari wameshajijenga na kujiimarisha. Nasema majitu marefu yamejenga kuta, wako wengi. Kwa hiyo usipokuwa hodari hautatoboa. Alafu kwa nini uwe hodari? Kwa sababu huu ufalme wa Mungu tuliomo humu unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa kwa nguvu. Kwa hiyo ukienda duniani kwenye mabiashara huko, tayari watu wameshajijenga, wameshajiwekeza, wako huko, wanamuitia bahari, wanategemea farasi, wanategemea hiki, wanategemea kile. Na wewe ndio unaingia pale kama mfanyabiashara mchanga. Ukija kwenye ufalme wa Mungu unakuta na huko nako unatekwa na wenye nguvu. Kwa nini uwe hodari? Kwa sababu ulegevu ni laana. Maandiko yakasema hivi, Yeremia 48 mstari ule wa 10. Kwa nini uwe hodari? Kwa sababu ulegevu ni laana. Akasema, na alaaniwe afanye kazi ya Mungu, kwa kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kwa hiyo duniani hakuna wavivu. Yaani wamejiimarisha kihodari kwa Mungu wao, wako kihodari huko. Na kwa Mungu hakuna wavivu, wamejiimarisha kihodari katika Bwana. Bwana Yesu atusaidie kulielewa neno lake. Lakini Bwana anasema hivi, hatimaye. Hatimaye, twende tukasome Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 1. Hatimaye. Hatima iko wapi? Kumbukumbu la Torati 9:1, alafu mwingine asome Kumbukumbu la Torati 45 mstari wa 3. Kumbukumbu la Torati 9:1, Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati 9:1, alafu Isaya 45 mstari wa 3. Tuanze Kumbukumbu tuone hatimaye Bwana anasema nini. Biblia inasema, sikiliza Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordan, uingie kwa kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengewa kuta hata mbinguni, watu wakubwa warefu, wana wa Anaki, wajuao
uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi, ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atangulie kuvuka mbele yako kama mto utekezeao. Narudia. Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atangulie kuvuka mbele ya moto uteketezao. Mbele kama moto uteketezao. Yeah. Atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kama alivyokuambia Bwana. Amen. Twende kwenye Isaya 45:3. Alafu utaandika pia Isaya 60 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hatimaye tunaona pale hatimaye Bwana anazungumza nini. Isaya 45:3. Biblia inasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa na mali pasili, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Amen. Twende Isaya 60 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Amen. Hatimaye sikia, Israeli, hivi leo Bwana anataka kukuvusha Yordani uingie kuwamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kupita wewe. Ndio maana Bwana anataka uwe hodari. Hatimaye kwenye Isaya anasema hivi, hatimaye Bwana anataka akupe hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasili, upate kujua ya kuwa yeye ni Bwana akuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Hatimaye Isaya 60:1-4. Hatimaye Bwana anataka uondoke na uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Hatimaye anataka utukufu wake uonekane juu yako. Hatimaye anataka mataifa waijirie nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa mapambazuko yako. Hatimaye anasema, inua macho yako utazame pande zote. Hatimaye wote wanakusanyana wanakujia wewe. Hatimaye Bwana anajua elimu yako ni ndogo. Bwana anajua mtaji wako ni mdogo. Bwana anajua taaluma, ujuzi ulionao ni mdogo. Bwana anajua umri wako ni mdogo. Bwana anajua nguvu yako ni ndogo. Lakini ndio amekuchagua. Bwana anajua jinsia yako ni mwanamke au ni mwanaume. Bwana anajua familia yako ni duni. Bwana anajua hauna marefaris, hauna msaada mwingine. Lakini ndio amekuchagua. Kitu kimoja ambacho Bwana anataka kwako, uwe hodari.
Kwa nini alimwambia Musa nitakwenda pamoja? Alipomtuma Misri akamwambia nitakwenda pamoja nawe, nitakuwa pamoja nawe, usiogope. Aliye hodari anasema atakwenda pamoja nawe, usiogope. Alimwambia Joshua, alimwambia Musa, alimwambia Joshua, alimwambia Isaya, upitapo katika maji mengi hatakugharikisha, maana nitakuwa pamoja nawe. Yaani hata Yesu alisema sitawaacha, maana nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu alisema. Hawa wote, Musa, Elia, Isaya, wote walikwenda kwa mkono wa Bwana, walitenda kwa mkono wa Bwana. Anasema usiogope. Kwa nini usiogope? Sababu moja tu, kwa kuwa yeye ni Mungu wako. Amesema atakushika kwa mkono wake wa kuume. Kwa kuwa yeye ni Bwana hodari, yuko pamoja na wewe. Ili taaluma yako ilete. Unajua mimi nimekaa kwenye interview, nitoe mfano kidogo. Nimekaa kwenye interview nyingi sana, nimefanyia watu interview nyingi mno sana. Unapokaa kwenye interview, yule anayekufanyia interview anao uhitaji, amen? Anahitaji, labda ana kampuni, ana nini, anajua kuna kitu anataka akione kwako, amen? Na hicho kitu sio sura yako, of course. Na hicho kitu sio, of course inaweza kutegemeana, labda personality, umevaa smart. Lakini kuna kitu cha zaidi anataka akione ndani yako. Sasa hofu, mashaka, wasiwasi inawaangusha watu wengi sana, inawarudisha nyuma. Kwenye mawasiliano, communication, wanasema hivi, first impression is the last impression. Tuko pamoja wasomi? Yaani muonekano wako wa kwanza ule ndio unampa majibu yote. Wanasema Paulo, ingia, unaanza kuingia. Wanakuangalia kwanza unavyotembea. Wanakuangalia your body language. Wanaangalia unavyozungumza, unavyojibu maswali, unajiamini, unakijua unachokisema. Ni mtu hodari peke yake. Unajua wengi wanajua, labda pengine kabla hajaingia kwenye interview amekutana na wenzake wako huko nje. Mwingine amesoma, labda ana masters, mwingine ana shahada sijui ya kwanza, mwingine ana diploma. Sasa wa diploma anapoitwa kwenye interview, anajua huko nyuma nimeacha wenye masters, anajua hapa mimi basi tena yani hapa naingia tu kujibu. Anaingia kinyonge. Bwana anakutaka. Yamkini kuna nafasi ambazo Bwana tayari alishaziandaa kwa ajili yako, lakini kwa sababu ulikosa ujasiri. Waefeso 6:10 anasema hivi, hatimaye, yani baada ya kuchakata kwenye akili yako yote ulioyachakata. Jana tumesoma tukajifunza
baada ya kupatwa na mabaya kama Ayubu, hatimaye uzidi kuwa hodari. Yaani uhodari uongezeke, sio upungue ukipatwa na mabaya. Na ukipatwa na mema pia, uhodari katika Bwana uongezeke na sio tena upungue. Kwa hiyo katika yote mabaya au mema, Bwana anakutegemea uhodari uongezeke. Amen. 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 Kwamba mitihani imekaribia, ndio pressure zinapanda, homa zinapanda, mara ni malaria, mara sijui msiba, mtihani kesho. Bwana anakutaka baada ya haya yote uhodari wako uongezeke unapoenda kwenye chumba cha mtihani. Yaani makofi kwa Yesu Kristo. Unaweza kupata picha. Mimi nimefanya kazi hospitali kwa miaka ya kutosha, zaidi ya miaka 15 niko hospitali. Unaona madaktari wanahangaika na mgonjwa hapa, wanahangaika naye mpaka dakika za mwisho, mgonjwa anakata roho, anaondoka. Akishamaliza unawaona madaktari wakigeuka pembeni, wanafuta machozi. Wakati wanafuta machozi, mgonjwa mwingine anazidiwa, wanaondoka. Wanafuta machozi, wanaondoka, wanaanza upya kana kwamba hakuna kingine kimetokea kule. Bwana anataka majitu ambayo kunyeshe kusinyeshe wanabaki kuwa mahodari. Alimwambia yule bwana, akasema, Bwana naomba niruhusu nikazike, alafu nije nikufuate. Aliambiwaje? Waache. Bwana anataka, Jumapili iliyopita ulisemwa ile gauni ulioivaa, alafu ndio hiyo unaitegemea uvae Jumapili ya Pasaka. Piga makofi, watu wameshaelewa naelekea wapi. Bwana anataka kama ndio ile ambayo Bwana amekupa. Bwana anataka ukaichukue gauni ile na ukaivae Jumapili ijayo kijasiri katika Bwana. Anasema hivi kwenye Efeso, hatimaye jumlisha ya kwako yote, alafu ukishamaliza sasa tunarudi kuwa hodari katika Bwana. Halafu anasema hivi, hodari katika Bwana, na akaongeza uweza wa nini? Wa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu uhodari unatangulia kwanza kabla nguvu haijashuka. Sema tena amen. Sema tena amina. Sema haleluya. Uhodari unatangulia kabla nguvu haijafika. Kwa maana nyingine, uhodari ni maandalizi ya nguvu ya Mungu kushuka. Kama unataka Bwana aintervene katika msiba wako, Yesu alipofika kwa kina Lazaro, Mariamu anamwambia, ungekuwepo ndugu yetu asingekufa. Anamwambia, ondoa jiwe. Unajua mimi ndio mfiwa. Jamani, hebu nani nisaidieni, Yesu amesema. Anaenda kwa yule bwana aliyekuwa amepooza kwenye birika la Siloamu. Anamwambia, wataka kuwa mzima? Anasema, sina mtu wa kunichukua, nikijaribu kila mtu. Beba godoro lako uende. Na yule mwingine anaondoka, okote kuni mbili,
ale akafe. Akili yake ndio ilivyomwambia. Anakutana na nabii, anamwambia niletee na kipande cha mkate mimi kwanza. Bwana, umeferi mitihani. Umeferi mitihani, na kwenye kwaya uonekani, kanisani tena haupo kwa sababu umeferi mitihani. Bwana anakutaka baada ya kuferi. Yaani kama pambio ilikuwa ikipigwa hauonekani mbele, yaani Jumapili ijayo ndio wakutambue sasa. Unataka kuiona nguvu ya Mungu? Unataka kuiona nguvu ya Mungu? Unataka kuona uweza na nguvu ya Mungu? Uwe hodari katika Bwana. Wote waliotembea na Bwana walikuwa ni watu mahodari katika yeye. Elia alisimama mbele ya manabii wa Baali 400 na angekuwa mtu mlegevu angeweza kusimama mbele ya umati wote huo. Wewe tu ukiambiwa hapa kanisani njoo ufungua kwa maombi, unaogopa kufungua kwa maombi. Tena mbele ya wapendwa. Dada, usimame mbele ya manabii wa Baali ambao wameshasimama, wako vizuri, wako na viwembe, wako na visu kumuita Baali. Alafu unaambiwa nenda kaseme pale Bwana Yesu asifiwe. Tunasema wataniua. Unatafuta uchochoro, unatafuta nikaseme Yesu pale kabisa. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 6. Yoshua 1:6. Tupige hatua nyingine pale. Yoshua 1:6. Naomba hii mic ikae hata huku. Hata hii mic hata ikae huku, ikae itembee. Hizi baraka za kusoma maandiko wagawane watu huku pia. Maana maandiko yanasema amebarikiwa yeye asomaye. Yoshua 1:6. Moja asome hapo haraka haraka. Yoshua 1:6, Biblia inasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Amen. Uwe hodari na, anasema hivi, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hapa tunaangalia pointi inasema hivi, uhodari ni amri. Uhodari ni amri. Uhodari sio ombi. Uhodari ni amri. Hapa Mungu anamwamuru Joshua. Anasema, hebu nenda mstari wa 9, malizia na mstari wa 9 kabisa. Sura hiyo ya kwanza, mstari wa 9 soma. Mstari wa 9 unasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Makofi kwa neno, kwa makofi kwa neno. Makofi kwa neno. Yanamtosha Haya yanamtosha neno. Amen. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Kwa nini? Kwa sababu uhodari ni amri, sio ombi.
Kwa hiyo Bwana amenituma ni kuamuru, nikupe amri, kama Yesu alivyosema, amri hii nilipokea kutoka kwa Baba. Alipewa amri. Bwana amenituma nikupe hii amri. Anasema hivi, 2025 na kuendelea sio mwaka wa walegevu. Huko tulikotoka huko imetosha. Walegevu hawatatoboa. There is no space for laziness. Hakuna nafasi ya watu goigoi, walegevu, wavivu. Hawatatoboa. Tunakoenda, usipolambwa na Facebook, Instagram inakusubiri. Tap 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 tap. Ibada hayupo kanisani, yuko kwenye tap 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 Instagram. Eti wanasema, wanajiita nani, motivational sijui nini wa Instagram. Kuna kaneno wanasemaje? Kuna kaneno kingine. Nani? Influencer. Nikaona klipu moja ya video, kabibi kamoja, sijui ilikuwa joke, kamekaa, kanasinzia, alafu kanashtuka. Alafu tap 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 tap, alafu kanasinzia. Ka influencer. Nikisema hivyo vijana wana sasa, usipokuwa hodari hautatoboa, na kuambia. Sio habari njema kwako. Usipolambwa na Facebook, kuna design za nguo zinakuja. Bado nakwambia hujaona. Hujaona design za suruali zinazokuja. Hujaona design za magauni zinazokuja. Usipokuwa hodari hutatoboa. Usipokuwa hodari hautapita. Kuna aina za biashara zinakuja. Usipokuwa hodari katika Bwana hutatoboa. Vijana wanaenda huko kwa tamaa ya fedha. Kwa hiyo Bwana amenituma ni kuamuru, hii ni amri, uwe hodari. Bwana tusaidie kulielewa neno lake. Alimwamuru Musa, alimwamuru Ibrahim, wote aliwaamuru. Hakwenda kumuomba Ibrahim kwamba Ibrahim, naomba nimtoe Isaka. Alimwamuru. Kwa hiyo tunaona maandiko yanasema Musa alimwamuru Joshua. Mungu alimwamuru Musa. Musa alimwamuru Joshua uwe hodari, alimwambia uwe hodari. Daudi alimwamuru Suleimani mwanae, kama unaandika nikupe maandiko. Daudi kwa Suleiman, ilikuwa Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 20. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 20. Daudi anamwamuru Suleimani mwanae, tena mbele za watu. Tunaona Musa anamwamuru Joshua. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 7. Musa anamwamuru Joshua. Tunaona Paulo anamwamuru Timotheo awe hodari, anamwamuru. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Paulo anamwamuru Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 anamwambia, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uhodari nimesema ni nini? Ni amri. Kwa hiyo
Watu mahodari ni watu ambao wako vizuri mno kwenye amri. Watu mahodari ni watu ambao wako vizuri mno kwenye kuamriwa, kwenye kuamrishwa. Swali kwako, je, wewe unapenda kubembelezwa? Unapenda kubembelezwa? Kweli? Mpendwa, tunaomba hii gauni yako ni fupi mno. Tunaomba hebu jaribu kuvaa nguo ndefu. Anaacha na kwaya. Anaacha na praise team. Kwa nini? Kaambiwa tu. Ameitwa kidogo, anaonywa, anaambiwa hii tabia badilisha, sio tabia nzuri. Anaacha na praise team. Yaani ndio wanifokee sasa. Hata kama gauni yangu ni fupi, hata kama ndio wanifokee. Watu walegevu kabisa katika ufalme wa Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi kwa watu mahodari na mashujaa. Yaani ndio anifokee, ndio aniambie mbele za watu. Daudi anamuita mwanae Suleimani mbele za watu. Nimekupa andiko. Anamwambia Suleimani, mwanangu, uwe hodari mbele za watu. Anamuamuru awe hodari. Yaani ukijiona wewe ili upige kinanda, upige gitaa, uwe fundi mitambo mpaka ubembelezwe, ujue uhodari hauwezi. Sema tena amina. Mbona mwanzo nilisikia amina 2 tu? Zile amina 3 za kwanza ndio tui la kwanza. Sema tui la kwanza lenye utukufu. Zile 3 za kwanza. Nataka uelewe kitu kimoja. Unapokuwa nyumbani mwa Bwana usifanye vitu kwa mazoea. Unaelewa? Umeelewa? Kwa hiyo ukitaka kujua hapa nina watu mahodari au nina watu walegevu, usiwabembeleze. Baba yangu mzee Masanga pale anaelewa jeshini. Akikoa tu. Yaani kijana ameiva. Yuko depo. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba hapa nina wanakwaya wa aina gani, walegevu au mahodari, wape amri, wape maagizo. Ukiona anayumba kwenye maagizo, mara mabega amepanda, mara kanuna, mara kavimba, mara sijui anapasuka, mara anafanya nini, jua kabisa hapa nina mtu mlegevu. Na kingine nikwambie, ukiona mchungaji wako anakuja anakuambia naomba, anakuja amekunja mikono namna hii, sijui amefanyaje kunyenyekea, yani humbleness, anakuja anakuambia naomba, kuna mgeni amekuja,
nimepata ugeni, natafuta mahali pa kulala, naomba mwana wa Mungu, naomba mtu wa Mungu, naomba mpendwa, tusaidiane hapa, tunafanyaje? Ukiona amekuja kwako with humbleness, kiongozi wako, wewe ni mtu mlegevu sana. Yaani mzee wa kanisa akikutaka ubebe viti au upange viti pale, mpaka aje aseme jamani, nawaombeni sana, naomba vijana, vijana nawaomba sana, naomba ibada ikiisha, naomba mpange anawabegi, anawabembeleza with humbleness. Tuna watu walegevu. Maana anajua akitumia amri, anasema haya 1 2 3 naomba mpange viti, 1 2 3 mnyanyue viti vya huku mpange pale, 1 2 3 4 5 pangeni pale, imeisha. Si imeisha hiyo, imeeleweka. Lakini akianza kukubegi, anakuomba, anakusihi, anakubembeleza with humbleness, jua kwamba mimi ni mlegevu. Kwa hiyo anaogopa atakupoteza, hata kanisani unaweza usije. Kwa sababu ni kiongozi wa kiroho. Kwa hiyo anakuja kwa sababu anajua naenda kumfesi mtu mlegevu. Kuna watu hapa ni mashahidi. Ni wangapi hapa mchungaji anakupigia tu simu anakuambia, "Alo, huku kuna shida kidogo, nahitaji 1 2 3." Unashangaa hao wamekimbia. Kwa nini? Yaani ukiona kiongozi wako wa kwaya, wa mama, wa vijana, yani communication yako na wewe iko hivyo. Yaani kukiwa na uhitaji, anaongea tu maneno machache. Yaani haanzi kusema, anza, unajua mpendwa, kazi ya Mungu inahitaji uvumilivu. Unajua wakati mwingine mambo ni magumu. Ndio hapa mimi ni mlegevu. Lakini ukiona anakuja anakuambia, bwana kuna mkutano, tunatakiwa twende tukaimbe, lakini una nauli? Ninayo, basi utatumia nauli yako mpendwa, amen. Ukiona anakuja namna hiyo, kiongozi wako ana communicate namna hiyo, ina maana level of trust, viwango uaminifu of trust between you and your leader is high. Makofi kwa Yesu Kristo. Yaani viwango vya kukuamini anajua viko juu. Yaani ukiona anaweza kukuambia, dada pale naomba ibada ikiisha fagia kanisa, ujue kwamba viwango vya uaminifu vya kukuamini viko juu. Lakini ukisema alivyo mweupe hivi, ngoja nitafute mweusi. Ubarikiwe mwana wa Mungu, ni mfano tu, amen. Sijui mmeelewa hapo Umeelewa Akikuona umevaa suti anasema leo hivi kesha seti na nywele. Nikamwambia akalete viti, apeleke PBC, sijui akalete, sijui akimbie mara moja, akamletee mchungaji maji ya kunywa akimbie. Amevaa suti, huyu ngoja tu nimwache. Ameshajua wewe ni mtu mlegevu. Hata nyumbani iko hivyo hivyo. Mama akijua kwamba akikutuma kazi inafanyika vizuri. Ukiona mama anakuambia kaniletee kijiko, umeshaleta, anakuambia kalete na mwiko. Umemaliza, anakuambia kalete na sufuria. Umemaliza, anakuambia kalete, ujue level of trust, level ya uaminifu, yani viwango vya mawasiliano kati yako wewe na mzazi wako viko juu. Lakini ukiona mzazi wako anaanzia mbali, unajua mwanangu, juzi tulikuwa na msiba, alafu mdogo wako yule wa mwisho walikuwa wanadai ada, yani anaanzia huku, ujue kuna shida. There is a communication breakdown. Lakini ukiona mama anapiga simu mara moja, anasema mwanangu hapa nina shida 50,000 naomba mara moja. Mama unajua sasa hivi siko vizuri. Basi sawa mwanangu, level of trust iko juu.
Bwana naye yuko hivyo hivyo. Do you want to become a powerful man? A powerful man. Mtu wa nguvu. Usimtengenezee kiongozi wako mazingira magumu ya kukuongoza. Yaani mfanye kiongozi wako akihitaji kibiriti akufikirie wewe. Yaani mfanye kiongozi wako akihitaji kununua hata sindano, hata uzi, hata chumvi, akufikirie wewe namba moja. Kiongozi wako akikufikiria kwenye yale mambo madogo na manyonge mno, ikitokea promotion, wewe utakuwa wa kwanza, mimi nakwambia. Bwana tusaidie kuelewa neno lake. Sio akitaka kukutuma kwa mambo makubwa, nenda kaniwakilishe kwenye kikao fulani, huyo ndio umenyanyuka huko. Naenda kumwakilisha. Akikwambia nahitaji zile kazi ndogo za udhaifu, ndio utaki kwenda. Akasema hivi, ukiwa mwaminifu kwa madogo, kwa hiyo umetoka zako hapo, umesoma, una degree, una masters, una nini, utawakuta wanao kuinterview wana diploma. Utaenda kwenye ajira, utamkuta in-charge wa kitengo ana diploma au certificate, na wewe ndio una degree, umetoka chuo. Bosi wako ana diploma. Ukitaka kutoboa kwenye hayo mazingira, muinue. Kwa sababu huwa wanafikiria kitu kimoja. Yaani kwenye nafasi yote ya kazi unaofanywa interview, nafasi yote ya kazi, lazima awepo kwenye hiyo timu ya interviewers, lazima awepo in charge wa kitengo utakachoenda kufanyia kazi, lazima awepo kwenye interview. Maana huyo ndio utaenda kuripoti kwake, huyo ndio atakayekuwa anatoa ripoti yako kila siku. Huyo ndio atakaye kufanyia appraisals, huyo ndio atakaye kufanyia mkataba ukiisha, yeye ndio ataulizwa, tuna renew contract au hatu renew contract. Akisema hapana, HR hawaendelei na process. Ana diploma au ana certificate. Alafu unaajiriwa pale, una degree au una masters. Kitu cha kwanza kwenye interview atakachojiuliza, hivi huyu ana degree, mimi na certificate, atanisikiliza kweli huyu? Baada ya miezi mitatu si ndio ataanza? Kwa hiyo ili uwe hodari, lazima ukubali kushuka kwenye mambo manyonge. Hivi wewe hapa kanisani kufagia kanisa inakushinda? Utaweza kweli kuanza kwenye mshahara wa 200,000 na degree yako? Hapa kupanga vyombo, kupanga viti na kushinda. Utaweza kwenda kuanza kazi ya mshahara wa 300,000 na degree yako au diploma yako? Tena ya IFM au ya UDSM. Utamkuta pale ana diploma ya kutoka huko na Lung'ombe, ndio inchaji wako. Kutoka huko sijui wapi, huko sijui ndani wapi huko. Chuo hata hakina jina. Ili huyu inchaji wako akupendekeze kwenye promotion, lazima uonyeshe viwango vya utii na kushuka, lazima. Haya, tunarudi kanisani. Wenye maupako yao sasa. Wale vijana wenye maupako. Wale vijana wenye makarama yao sasa. Una makarama, una maupako, na hata upewi kiti kukaa mbele. Una likarama lako nabii, sijui miujiza, sijui nini,
Alafu hata upewi kiti, hata kufungua kwa maombi upewi nafasi. Alafu Bwana anaweka wazee wa kanisa ambao hawana karama hata moja, lakini wamedumu ndani ya Kristo miaka 20, 30, 40, wako pale wamekaa. Alafu unakuja una maupako yako, si ndio? Unasema nimewazidi wote. Na Bwana ana akili mno. Anapima utii, viwango vya utii. Utapanga viti na karama yako. Utafagia kanisa na karama yako. Mimi hakuna kazi sijafanya kwenye hili kanisa ndani. Hamna kazi sijafanya. Naongea kwa ujasiri kwa sababu wazazi wangu wale pale. Choo kile nimefagia, nimedeki. Kanisa nimedeki, sio hili la vigae. Tulikuwa nalo la udongo. Sijapiga kinanda kwenye kanisa hili, nimeanza kupiga ngoma. Bwana tusaidie kulielewa neno lake. Kwa hiyo Bwana anakuangalia, ukitaka utoboe kwenye kabineti na viongozi ambao Bwana amewaweka mbele yako, shuka. 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 Yaani hapa ni darasa Bwana amekuweka. Amen. Amen. Kwa hiyo usipende kubembelezwa. Kubembelezwa ni style ya watu wachanga sana kwa Bwana. Mbona leo hujaja mtumishi? Mbona leo hawakunipigia simu, hawakuniambia, hawakunibembeleza. Unapigiwa simu ya kwanza uko nyumbani, ndio unapigiwa simu ya kwanza na kweli leo mazoezi. Ndio unachukua maji unaenda bafuni, simu ya kwanza. Unaoga, ukimaliza unakaa, unasubiri simu ya pili. Kweli simu ya pili imekuja, huyo unaanza kuvaa. Ukimaliza unaenda kwenye TV. Leo kama kuna nani hapa. Simu ya tatu, na usipopigiwa simu ya tatu ndio uendi. Ndio imeishia hapo. Kwa usipende kuwa mtu wa kubembelezwa, mwana wa Mungu. Amen. Usipende kuwa mtu wa kubembelezwa. Haleluya. 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 Mimi nakwambia utatoboa. Haleluya. 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 Bwana anaandaa mahodari hapa. Unataka watu wakupende? Wainue. Wainue. Mimi nakwambia. Unataka watu wakupende? Wainue. Okay. Wangapi wanapenda kubembelezwa? Wangapi watatamani kubembelezwa? Mchungaji unaona? Mama mchungaji. Wazee wa kanisa mnaona? Hapa natengeneza nani hapa? Wangapi watapenda kubembelezwa? Labda wasio kuwepo. Amen. Wangapi hawatapenda kubembelezwa tena? Wazee mnaona? Mpaka wazee hawataki kubembelezwa. Hivi wewe unasubiri nini? Unataka kubembelezwa kweli? Yaani kuna wengine shemasi anaambiwa, unaona mashemasi wamekaa kule wananong'ona, kumbe wanajipanga watamwambiaje yule mpendwa atoke pale asogee mbele. Unaona mashemasi wanaweka kikao. Nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe, nenda wewe. Mimi leo siende. Mimi sijavaa suti leo. Yaani mashemasi wanaweka kikao, watamwambiaje yule mpendwa asogee mbele, kiti cha mbele. Watu walegevu kabisa. Umeelewa? Umeelewa? Amen. Kwa usipende kubembelezwa. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya mwisho ni kwamba muda umeisha. Ningoja nimalizie hapa kwa haraka.
Bwana akamwambia hivi Joshua, uwe hodari. Nitastiki kwenye andiko moja hilo, kwenye pointi inayofuata, kwamba uhodari ni wa moyo. Andika, uhodari ni wa moyo. Uhodari ni wa moyo. Tutarudi kwenye andiko letu ili tusiwe na maandiko mengi. Tutarudi kwenye Joshua pale Bwana alipomwamuru Joshua. Akasema, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Uhodari ni wa moyo. Tutamalizia kwenye hiyo point. Anasema uwe hodari na moyo. Hata ukiangalia Suleiman Daudi alivyomwamuru mwanae, akamwambia uwe hodari na moyo. Kwa hivyo vinaenda pamoja. Ukiangalia Musa alipomwamuru Joshua, uwe hodari na moyo. Kwa hiyo uhodari ni wa moyo, sio wa akili. Sema amen. Sema tena amen. Kwa hiyo tunapokuwa mahodari katika Bwana, hatutegemei akili, tunategemea moyo. Maana Petro anaambiwa, Bwana anamwamuru Petro, kavue samaki. Yule wa kwanza, toa shekeli, njoo ulipe. Sasa sijui hivi alisema ni wa kwanza. Yani najaribu kufikiria hivi kibinadamu. Petro ametupa mshipi, anavuta, anatoka samaki wa kwanza, anaanza kumfunua kichwa. Alafu sijui ni baharini au ziwani, usiwako wengi, watu wako wengi, si ndio? Kama ukienda feri pale, anamfunua Petro, amevua samaki, anafunua kichwa, afu anaanza kutafuta shekeli kwenye kinywa cha samaki. Anaona hamna shekeli, anaweka pembeni. Wanachukua watu wengine, unimchukue, chukua tu. Huyu jamaa tafuta nini? Anatupa ndoana ya pili, anavuta samaki, anafunua tena, anatafuta shekeli. Kama alikuwa ni samaki wa kwanza, basi alipona kwenye mtihani. Lakini kama alikuwa ni watatu, na yule mwingine aliambiwa kajichovye mara ngapi? Mara 7. Kama alikuwa ungeweza kweli? Ungeweza? Watanionaje? Mtaonekanaje? Maana Petro ni mvuvi. Hata siku moja tujawahi kumwona Petro akifanya kitu kama hichi. Petro huyu lazima uwe hodari katika Bwana, amen, ili uweze kutoboa. Kwa hiyo uhodari ni wa moyo, sio wa nini? Wa akili. Akili itakwambia wewe unaomba hapa, hii kazi wanao apply wako 100, alafu wanaotakiwa ni watu 3 tu. Akili itakwambia hivyo. Akili kisha kwambia hivyo, akili itakwambia unaona yule amesoma Uganda, umeona yule kasoma Kenya, unaona yule ana cheti cha Uingereza, unaona yule kasoma Marekani. Halafu akili itakwambia unaona yule mtoto wa mbunge, unaona yule mtoto wa waziri, unaona yule babake mkurugenzi, unaona yule. Akili itakwambia, atakuja mwingine atakwambia hivi, unajua HR ni mjomba wangu. Akili itachakata hayo yote, afu itakupa jibu kwamba hapa asipopata mtoto wa mbunge atakuwa ni wa waziri, asipopata waziri atakuwa ni yule mjomba wake HR. Akili itakwambia hivyo. Sasa akili kisha kwambia hivyo, unaitwa kwenye interview, unaingia kama fungu la kukosa, si ndio? Ngoja nijiendege tu kwa sababu nyumbani niliaga naenda kwenye interview. Wataniuliza. Bora tu niende nikapatage experience. Kwa hiyo
Interviewers wakikuona wanakuona kama ni mtu aliyekuja kupata experience ya interview. Yaani ukiona interviewer wanaanza kukwambia next time jaribu kufanya research kwenye kampuni, jaribu kujua products. Yaani ukiona wanakuambia hivyo wanakuandaa. Tutakuita, sawa? Ukiona simu tutakuita. Asante sana kwa kushiriki. Bwana atusaidie kulielewa neno lake. Sasa ambaye uhodari wake unatoka kwenye moyo atasema hivi, kama walivyoambiwa wana wa Israeli, wakaambiwa hivi, kuta zao zinafika mpaka mbinguni, majitu marefu. Tumewaona na wana wa Anaki huko, Joshua mwana wa nani? Wa Yefune na Kalebu. Wakawaambia wana wa Israeli, hawa watu watakuwa kama mkate kwetu. Wana wa Israeli hawakuamini, lakini Bwana aliwasaidia. Amen. Amen. Yaani uhodari wa moyo huwa hautegemei macho ya unayoyaona hivi. Uhodari wa moyo unategemea neno. Unamtegemea Bwana. Unategemea Roho Mtakatifu. Huo ndio uhodari wa nini? Uhodari wa katika Bwana. Mimi nakwambia ukweli, Bwana ametuweka katika nafasi ambazo kwa akili hizi sio rahisi. Bwana ametuweka kwenye nafasi ambazo kwa akili kibinadamu sio rahisi. Haiwezekani. Mimi nakwambia ukweli, haiwezekani. Bwana unakumbuka Petro na Yohana waliona ujasiri wao, wakasema hawa ni watu wasio na elimu. Wamepataje ujasiri huu? Kwa nini? Wale waliokuwa wanajiuliza ni wasomi. Walikuwa na ujasiri utokanao na nini? Na elimu. Sasa wakaona hawa wana ujasiri usiotokana na elimu, wameupata wapi? Wakaumia kichwa. Ujasiri ni wa moyo, sio wa nini? Akili. Okay, pointi ya pili, huu ujasiri kwa kuwa ni ujasiri ni wa moyo, basi ujasiri huu hauna jinsia. Makofi kwa Yesu Kristo. Nani hapa hana moyo? Nani hana moyo? Wote mna moyo. Basi habari njema ndiyo hii, unaweza kuwa jasiri katika Bwana katika jina la Yesu. Habari njema ndiyo hii, nenda ukawe jasiri katika jina la Yesu Kristo. Yaani kuna vitu vingine elimu huwa inafeli, wanahitaji tu mtu jasiri. Unakuta wasomi wamekaa wanaulizana, sasa ni nani ataenda kumweleza waziri? Nani ataenda kumweleza waziri? Nani akamwambia sasa waziri? Nani akamwambia waziri? Huyu ana masters, anatetemeka. Nani ataenda kwa waziri? Kwa nini anajua? Anajua aliiba. Nani ataenda kuzungumza mbele ya waziri? Sio hana elimu. Anajua alishapiga kule, si ndio? Hana ujasiri. Wanaulizana pale, nani kanatokea kamoja kana diploma, mimi nitaenda. Nipeni hiyo karatasi. Nipeni hiyo karatasi, nipe hiyo document, nitaenda kuisoma pale mbele ya waziri. Nitaenda kuisoma mbele ya waziri. Kajamaa kanatoka kanaenda kusoma mbele ya waziri pale, kanaenda mbele, kana ujasiri katika Bwana. Kanaenda panasoma pale. Baada hapo watu wanauliza, huyu mtoto wa nani huyu? Huyu anatufaa huyu. Anatufaa huyu. Unashangaa kamekuwa promoted. Mimi CEO wa hospitali ya Aga Khan Tanzania, sio Mtanzania, ni mtu wa Ghana. Aliniambiaga neno moja, akaniambia hivi,
nilikuwa tunatembea na shughuli zangu tukakutana, akaniambia, Gabriel, keep it up. Maana yake endelea kufanya kazi nzuri unayoifanya. Amen. Akaniambia, unajua tumekuwa na wasomi wengi wanatuangusha. Yaani watu wanasoma, baada ya kusoma kwenda kufanya kazi kwa uaminifu, wanasoma ili wakapige hela. Kwa faida ya elimu iko wapi? Unasomea biashara ili ukaibe wizarani, Unasomea udaktari ili uende ukaibe ukipewa kitengo wizara ya afya kule ukapige hela. Eti hamna faida ya elimu sasa. Akasema tuna watu sasa hivi tunataka, we want to move with people who can perform. Waaminifu utawapata wapi? Kanisani. Waaminifu wako wapi? Kwa Yesu. Na waambia hivi, kuna mtu yuko hapa, ni mwanaume sijui, ni mwanamke sijui, lakini najua ana moyo. Ni mnene sijui, mwembamba sijui, lakini najua ana moyo. Alafu ni jasiri katika Bwana. Bwana atakwenda kumposition, kumweka kwenye nafasi ambayo hamtaamini. Nani anasema huyo mtu ni mimi? Kweli? Hebu shusheni mikono. Nikisema hapa mpaka hapa 100%, nikinyanyua namna hii ni ngapi? 100. Nikifanya hivi? Nikifanya hivi? Nikifanya hivi? 0, Nikirudia hapa sasa hivi wote watainua. Wale wa kwanza wale wa kwanza wale ndio wenyewe wale. Unataka Bwana akutendee? Mungu ana upendeleo. Uwe jasiri. Amen. Uwe jasiri katika, nenda ukawe jasiri katika. Ujasiri huu ni wa moyo, sio wapi? Sio wa akili. Wakati Joshua anaambiwa zunguka ukuta, akili inakataa, si ndio? Akili na kataa, lakini moyo umeamini, umekubali kwamba tutazunguka ukuta na utaanguka. Wakati yule mwanamke anaambiwa kaazime vyombo kwa majirani, ingia ndani jifungie na wanao, chukua ile chupa ya mafuta kidogo anza kumimina, akili inakataa, lakini moyo uliamini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake waketisheni watu, iko mikate 5 na samaki 2 tu, akili inakataa, lakini moyo uliamini. Mikate 5. Makofi kwa Bwana Yesu. Makofi kwa Yesu Kristo. Wakati Daudi anachukua lile jiwe, anavua silaha za Sauli, anachukua jiwe, anaweka kombeo, anazungusha, anakataa upanga, anakataa ngao, anazungusha kombeo, analiachilia jiwe. Akili ilikuwa inakataa, moyo uliamini. Bwana amenituma kwako. Bwana amenituma kwa mtu. Bwana amenituma kwa mtu yuko hapa. Yuko hapa, Bwana anataka kumuinua. Unacho zaidi ya chupa ya mafuta. Unayo zaidi ya chupa ya mafuta. Unayo zaidi ya chupa. Unayo zaidi ya chupa ya mafuta. Unacho zaidi ya chupa ya mafuta, unacho.
Kama unacho zaidi ya chupa ya mafuta, Bwana anaweza kufanya zaidi ya alichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe hodari. Uwe hodari. Uwe hodari. Nenda ukaikatae dhambi kihodari. Ukaikatae dhambi kihodari. Ukamkatae shetani kihodari. Ukamkatae shetani kihodari. Ukamtii Bwana kihodari. Ukawe hodari. Uwe 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 hodari. Naona jeshi la Bwana. Naona jeshi la Bwana. Naona jeshi la vijana. Jeshi la Daudi lilikuwa na watu maskini, watu wenye madeni, watu wenye shida, watu wenye matatizo. Lilikuwa jeshi la Daudi, jeshi la ushindi, akaikamata Israeli. Naona watu, hasira ya Bwana ikawake ndani ya moyo wako, ukamkatae shetani kihodari. Wakati umefika. Simama kwa miguu yako. Inaanza na moyo. Haianzi na degree. Haianzi na diploma. Haianzi na cheti cha darasa la 7. Inaanza na moyo. Inaanza na moyo. Inaanza na moyo. Mpe Bwana moyo wako wote. Akutumie. Akutumie. Moyo hauna jinsia. Moyo hauna rangi. Hajaangalii kabila. Unaweza kuwa jasiri. Ninaona majasiri katika Bwana. Kama unasema Bwana ni mimi, yule mtu ambaye mtumishi alisema ni mimi, njoo hapa mbele. Yesu moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, nataka kufanana na Yesu moyo wangu. Naona Bwana atakwenda kukutumia. Punguza kidogo wasikie haya maneno. Punguza kidogo, piga kwa chini kidogo. Bwana anaenda kukutumia, watu watashangaa. Nakwambia watu watashangaa. Nakwambia watu watashangaa. Watu hawataamini yale mambo ambayo Bwana anakwenda kutenda kwako. Amen. Lakini inaanza na moyo. Mtaji ni moyo. Na moyo unao. Hajasema waliosoma, hajasema wenye pesa, wenye degree, wenye masters. Moyo unao. Unaanza na moyo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumpa Bwana moyo. Funika macho. Sema Bwana Yesu, nimesikia, nimeamini, nimeelewa. Unataka niwe jasiri. Kwamba kuna mambo niliyapoteza, nilishindwa kuyafikia kwa sababu niliangalia vyeti, niliangalia elimu, nikategemea mtaji, nilitegemea marefari, nikashindwa. Lakini nimetambua kwamba unaniwazia mema. Unataka niwe jasiri. Ile nafasi haijapotea, bado ipo kwa ajili yangu. Unaniwazia mema. Unataka moyo. Umesema unaanza na moyo. Ninakupa moyo wangu. Moyo wangu huu, chukua, chukua, chukua. Pokea moyo wangu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokutenda, nilizokukosea, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Nataka kuwa jasiri. Nataka kuwa jasiri. Sitaki kuwa mlegevu. Mimi na nyumba yangu nataka kuwa jasiri katika jina la Yesu. Bwana Yesu, taaluma yangu iwe taaluma jasiri.
Kazi yangu iwe kazi jasiri. Biashara yangu iwe na ujasiri, nifanye kwa ujasiri. Utumishi wangu uwe na ujasiri, niufanye kwa ujasiri. Maana ujasiri utangulia, ndipo nguvu yako uingia. Nataka nione nguvu yako katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Nitakuwa jasiri, nitawaza kijasiri, nitanena kijasiri, nitatenda kijasiri, katika jina la Yesu. Yesu, naomba unisaidie, naomba unisaidie. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie katika jina la Yesu. Funika macho, nikikuwekea mkono tutaenda kukaa kwa jina la Yesu. Uwe jasiri, ukawe jasiri katika Bwana. Ukawe jasiri katika Bwana. Uwe jasiri katika Bwana. Uwe jasiri katika Bwana. Baba, mtoto huyu akawe jasiri katika utoto na maisha yake. Ukawe jasiri katika Bwana. Uwe jasiri katika Bwana, katika jina la Yesu. Ukawe jasiri katika Bwana, katika jina la Yesu. Ukawe jasiri katika Bwana. Ni wakati wako. Haya ni majira yako, hayatakupita. Ni majira ambayo hayatakupita. Majira haya yasikupite. Ukawe jasiri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukawe jasiri katika Bwana. Bwana anakutegemea, Bwana anakutegemea. Ukawe jasiri katika Bwana, katika jina la Yesu. Ukawe jasiri. Ukawe jasiri, wewe ni jasiri katika Bwana, katika Bwana. Na katika uweza, katika uweza wa nguvu zake. Hazitakuwa nguvu zako, zitakuwa nguvu zake, amesema Bwana. Hazitakuwa nguvu zako tena. Ukiwa jasiri katika yeye, hazitakuwa nguvu zako tena. Hazitakuwa nguvu zako tena. Hazitakuwa nguvu zako tena. Hazitakuwa nguvu zako tena. Zitakuwa nguvu zake, yeye aishie hata milele, kwa jina la Yesu. Maana ni wewe. Kuna watu ukilegea, kuna watu nyuma yako. Ukilegea, kuna watu nyuma yako. Ukilegea, kuna watu nyuma yako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ngome zikaanguke na vifungo vikaachie. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Bwana anakutegemea uwe hodari katika Bwana, kwa jina la Yesu. Ukawe hodari katika Bwana, kwa jina la Yesu. Pokea hodari katika Bwana, kwa jina la Yesu. Kanto rabusaina ma. Kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe hodari katika Bwana, kwa jina la Yesu. Ukawe hodari katika Bwana, kwa jina la Yesu. Maana ni wewe, wala si mwingine, ni wewe.
Ukawe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo, tangu sasa na hata milele. Ukawe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu. Ukawe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo, uwe hodari. Uwe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Uwe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wakashangae, wakashangae kwa yale ambayo Bwana anakwenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo hawataweza. Hawataweza. Hawataweza kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ni wakati na majira ya Bwana. Asante Bwana Yesu, nakushukuru. Uwe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu.